Katika kuhakikisha jamii inaishi kwa upendo, ushirikiano na mshikamano, kumekuwa na uanzishaji wa vikundi mbalimbali. Kikundi cha Itigi Kwetu ni moja kati ya kikundi kilichoanzishwa kwa lengo la kuigusa jamii pamoja na kusaidiana baina ya wanakikundi. Hapa mwenyekiti wa kikundi hiki anaeleza sababu za uanzilishwaji wa kikundi. Lengo la kuanzisha hiki kikundi ni kwa ajili ya kusaidiana kwenye shida na raha. Ni pia kwenye shida na raha tunasema kwenye misiba, lakini pia kwenye sherehe na kwenye majanga mengine kama familia, tunajenga umoja, kutengeneza ushindi. Na ndio maana slogan ya jina imeitwa umoja wa Itigi Kwetu. Sisi kama sisi tumesema kwamba tunaposema Itigi Kwetu sio lazima mtu awe Itigi. Hata kama alikuwa Itigi, ametoka Itigi, bali na yeye ni mwana Itigi. Kwa ndo tathmini ambao tumekaa kama kundi tukadiscuss kwamba tutengeneze umoja ambao utakuwa ni wa kusaidiana kwenye shida na raha. Iko hivyo. Kikundi hichi ambacho kina muda mfupi toka kuanzishwa tayari kimeanza kuonesha nia ya kuifikia jamii. Hii inatokana na wanakikundi kuamua kutembelea kituo cha afya Itigi, ambapo walifika kwa lengo la kufanya usafi, lakini pia waliamua kutembelea kituo cha kulea watoto wenye mahitaji maalum ambacho kipo katika shule ya msingi Mloa. Baada ya hapa tutaondoka kwa ajili ya kwenda kituo cha ya watoto ambao wana mahitaji maalum kwa ajili ya kushia upendo. Tumemisi kukaa nao, kuzungumza nao, kwa sababu kundi la Itigi Kwetu linampenda mtu yoyote, awe na shida asiwe na shida. Lakini kwa leo tumeona ni fursa pia kushiriki pamoja na wale watoto ambao wanaishi kitengo kwa ajili ya mahitaji maalum. Kwa hiyo tutafika pale kushia upendo kwa kidogo tulichonacho, tukapiga story na wale watoto. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mloa anapongeza jitihada za kikundi hiki ambacho kimeonyesha nia ya kuigusa jamii. Kupata tu wazo la kuwaza kwamba tuna watoto wenye mahitaji maalum. Sisi kama jamii tunayoishi hapa tunawatambua wapo eneo gani, na tuone namna gani ya kuwafikia angalau tu kwa kuwasalimia. Acha kile ambacho mnafikiria kwamba ni kama zawadi. Kile kitendo tu, moyo wa kufikiria nikawaone wale watoto niwasalimie, ni jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Wanakikundi wanaeleza namna ambavyo wana matarajio makubwa siku za mbeleni. Kikundi chetu cha Itigi Kwetu kimekuja kwa kasi na kitadumu kwa sababu tuna umoja, tuna nia, tuna ushirikiano, tuna upendo. Kwa hiyo sisi kuwatarajie wananchi wote kwamba hiki kikundi kipo kwa ajili ya mambo haya, kwa ajili ya kusaidiana kwa shida na raha. Kwa mbele tutafanya mambo makubwa sana. Na imani, yani tutafanya mambo mazuri. Kama hivi leo tumekuja hospitali, tutaenda kutembelea watoto ambao wanahitaji mahitaji maalum. Kwa hiyo sisi jamani tumeamua na tunapendana wote na tunawapenda wote. Kikundi chetu ndo kwanza kimeanza, ndo kichanga, lakini kwa baadaye hapo mbele tunataka tufanye kikundi kikubwa zaidi, tukiboreshe, tunakitanua kwa mambo mengi. Kwa sababu kichanga tutakiongelea kwa sana. Hapa wanakikundi wanatoa wito kwa jamii. Wito wangu kwa jamii kwamba tuungane, tupendane, tushirikiane na pia tusaidiane. Usimuone mtu labda ni mlemavu ukaona kwamba huyu hafai kuchangamana naye. Shirikiana naye ili naye apate moyo, ajisikie vizuri, aone yuko sawa kama na watu wengine. Sio sisi tu, hata binadamu wengine sisi tunadhani tuwafikie watu wote wale wenye mahitaji maalum. Kikubwa hicho, kwa sababu hakuna aliyekamilika. Leo uko hai, kesho hauko hai. Leo hii mzima, kesho una viungo nusu. Tujaliane, tusaidiane sisi binadamu, sisi kama sisi, kwa sababu leo kesho yetu hatuifahamu. Kikubwa tusaidiane. Mjitolee, muwe na moyo wa kujitolea kama sisi tulivyoamua hivi. Unajua wote ni binadamu, ni sawa, tupendane. Tuwe na moyo wa kujitolea kwa wenzetu. Kuna wenzetu ambao hawana mahitaji maalum, tunawasaidia. Yani ni hivyo tu, yani tuwe tuna moyo wa ushirikiano na upendo. Penye nia pana njia. Wahenga waliwahi kusikika wakisema kikundi cha Itigi Kwetu ni moja kati ya kikundi kilichoonesha nia ya kuigusa jamii na kuifikia kila wakati. Hata hivyo pia kikundi hiki kinajikita zaidi katika kushirikiana katika matatizo na hata katika kipindi cha furaha.